Disappoint as many people as it takes to not disappoint yourself. Sijui kama unanisikia. Disappoint as many people as it takes to not disappoint yourself. Wewe nashindana na sauti za watoto huko. Wenyewe wako holiday lakini ni sawa. So kudisappoint ni kusema nini? Kudisappoint ni kumsikitisha mtu. Simple translation kutoka Kizungu hadi Kiswahili. Kudisappoint ni kumsikitisha mwingine. Na kwa ufupi ni kama ulikuwa umemwahidi mtu kumfanyia kitu alafu usifanye. Unamdisappoint, unamsikitisha. Umekosa kutimiza ahadi ama kutimiza neno ambalo ulikuwa umesema utalifanya. Na hili jambo la kudisappoint wengine ni jambo ambalo wengi wetu wamelifanya kwa kutojua ama kwa kutolielewa. Yeye akisema disappoint, ninavyoelewa mimi, as many people as it takes to not disappoint yourself. Usijisikitishe mwenyewe. Yani usijisikitishe mwenyewe. Usikitishe wengi, as many as possible as it takes to not disappoint yourself. So nimekumbuka mambo mengi tu yani ambao nimepitia na nimeona katika maisha. Mimi ni mmoja wa watu ambao wana huruma sana na wengine. Na vile ambavyo naelewa sasa ni kitu ambacho ni kama mbegu ilipandwa ndani yangu. Aidha Mungu aliniumba nacho, lakini pia kikapandwa na kikapaliliwa kabisa na wengi. Na hivi nimekuwa nikielewa, naendelea kuelewa what it means. Ukiwa mtu wa huruma, unakuwa mtu ambaye utatumika na wengi sana. Utatumika kwa sababu you feel other people's pain. You're empathic. You're empathic. You have empathy. Is it the right word? Yes. You empathize. Unaonea watu huruma. Unajiweka in their shoes. Unataka kufeel wanavyofeel. Kwa hiyo unakuwa saa yote uko very involved in the business of others. So mtu akikupigia simu, napitia kitu fulani, nimekosa pesa ya kodi ya nyumba, ama pesa ya kupeleka mtoto hospitali, ama pesa ya kulipa karo, unatoka. Sasa unaibeba kama ambaye ni jukumu lako. Unaihisi sana. You feel it. So because you feel it, unakimbia kutake action kumsaidia yule aliyekuomba usaidizi. Si wengi ambao watafanya hivi, lakini mimi nataka nizungumze na 2 watatu ambao wanaelewa na nazungumzia nini. So it's very easy kwa mtu ambaye amezoea kufanya wajali wengine, kusikitishwa na hali za watu wengine, kutochukua jukumu ama action ya kuhakikisha kwamba wako sawa. Damn. So, katika hii hali, my goodness, katika hii hali, katika hiyo hali ya kuwajali wengine, inakuwa saa nyingine unaweza kuwajali wengine kupita kiasi. Unajisahau wewe mwenyewe. Na unajisahau kiasi cha kwamba unakuwa ni kama Mungu wao. I'm telling you the truth. I've seen it. I've experienced it. It's been a way of life and it's terrible. Because you know what? Katika ukubwani ama katika utu uzima imekuja kunihaunt mimi. Yes. Uko kuonea watu huruma ni kama kujipendekeza. Kuna sehemu Dr. Caroline Leaf anaita people pleasing. Thank you Lord. In fact, there's another quote wacha nikusomee.
amepost siku 2-3 zilizopita, inasema not letting people experience the consequences of their actions is a form of people pleasing. Ha! Can you imagine? You not letting people experience the consequences of their actions is a form of people pleasing. Your boundaries have to be stronger than your empathy. Yani, hata sijui nianze wapi jamani, lakini wacha niseme hivi. Mara nyingi watu wengi wanapitia wanayoyapitia kwa sababu ya kuwa not being careful, being reckless, being careless. Wengine kwa sababu ni yani hawaambiliki. Unanielewa? Hawaambiliki, ni watu ambao ni washindani, stubborn people, or people who don't care. And because they don't care, they run to you because they know you can help them. Wanakujia kwa sababu anajua nikimwambia shida zangu atazichukulia kama ambaye ni shida zake na atanisaidia. Na wewe kwa sababu hauna hiyo roho ama hauna huo ubaya, auoni kama ni kitu kutoa. In fact unabeba kama ambaye ni mzigo wako. So Dr. Caroline Leaf kwa hii quote nyingine baada hiyo ambayo nimesoma, of disappointing people as many times as it takes, and so that you don't disappoint yourself. Hii ni additional ambayo iko kwa hiyo maana ya kuacha watu wadeal na issue zao na mambo yao bila wewe kujiingiza na kuwanyima nafasi ya kulearn ile lesson ambayo wanatakiwa kulearn. Kama utachia hapa basi. Maana yake ni kama nimemaliza. Lakini wacha niseme hivi. Kuna watu ambao usipoacha wapitie lile gumu ama ile lesson ambayo wanatakiwa kupitia, my friend, utakuja kuumia sana. Number 1, wanakudharau na siku moja utakuja kuulizwa, aliyekutuma unisaidie ni nani? I'm telling, believe it or not, aliyekuambia unisaidie ni nani? Wewe watakudharau. Jambo la pili, utadharauliwa mama, utadharauliwa baba, utadharauliwa ushtuke. Utaulizwa, wewe una nini? Una nini yani wewe? Unajifanya unajua sana. Wewe una nini? What do you have to show? Huna hili, huna lile, huna hii. Yani kwa ufupi, wakati wote huu umekuwa wewe unajisahau, unawaweka wao mbele, unawasaidia, unawakimbilia, umekuwa kama Mungu wao, Mwokozi. Wakati mmoja one of my therapist aliniambia mimi niko na kitu inaitwa Messianic syndrome. Alikuwa anajaribu kunieleza hii hali ya kutaka kusaidia watu saa yote. Na kaniambia nikae chini nijielewe na nijichunguze na niweze kuidentify kwa nini. Why do you behave the way you do? Why do you have the urge to help people all the time? Where does that come from? Where? Nikakumbuka kukua kwangu ni kama seed ilipandwa ndani yangu. Pale nyumbani tu. Na I don't mean to, disrespect my parents or anything, but ni seed mtoto mmoja anaweza wekwa ikawa kama ambaye yeye ndio kila kitu. Unapatiwa jukumu la wengine kuwalea. Wengine wanaita parentifying, wengine wanasema ni attribute ambayo iko sana kwa watoto ambao ni tuseme wamebeba nyota ya familia. Utakuta sana it happens. Na I don't know how it will sound, but
najaribu kuelezea. So ilikuwa ni rahisi sana kwa babangu kuniambia, shughulikia, usifanye hivi, usifanye hivi, msamee dadako, msamee ndugu yako, msamee kitu kikifanyika pale nyumbani. Kwa mfano tumepatiwa kazi za pale nyumbani, wasipofanya naambiwa nifanye mimi. Unaona? So imewekwa ndani yangu kwamba I'm always supposed to be there for them, or like protect them or cover them. Yeah, oh my God, thank you Lord. Cover them, always cover them. So hii covering your siblings, covering the people around you, ikakuwa planted, yani ikawa ni mbegu imewekwa humo ndani. Sasa katika utu uzima auoni tofauti. Wewe unajisahau mpaka unakuja kufilisika, unajisahau mpaka unakuja kuishiwa. Na jaribu my friend, jaribu kubisha hodi kwa hao ambao uliwasaidia. Jaribu, ndio ujue wewe si mtu kwao, ndio utajua wewe unavyodharauliwa, ndio utajua jinsi ambavyo watu wako. Jaribu tu kukosa my friend, kwa sababu wewe hauonekani kama unaweza kukosa. Hautakiwi kukosa, wewe ni Mungu wao. And in fact, I've learned a very hard lesson ya kusema no, sina. Kwa sababu sina, au kwa sababu nimeamka sasa, ndio kama kumekucha kwangu, macho yamefunguka, na nimerealize nikisema no, watu bado wanaendelea na maisha bwana. They didn't die, they didn't collapse, you know. Hawakufungiwa, yani in fact, yani maisha yao yanaendelea kama kawaida. But me, on the other hand, me ambaye nimekuwa hapo, wewe ambaye umekuwa ukiwasaidia, wewe ambaye umekuwa ukiwashughulikia, wewe ambaye umekuwa Mesaya wao, Yesu wao, wewe ambaye umekuwa yani wakuangaliwa, yani wakutegemewa, wewe hutakiwi kusaidiwa, ama hutawahi kupata kukusaidia. It's a very difficult lesson to learn, my people. It is a very painful lesson to learn, ya kwamba wao vitu vyote ambavyo wamefanya, yani mtu anaweza kaa tu nyumbani aamue hata tafuta kazi, ama hata jisukuma unavyojisukuma wewe, hata jipa, hana wito wa kwenda kutafuta, kwa sababu anajua nikimpigia Jamila simu atashika rako pesi, atanitumia, atanisaidia, atanifungulia biashara, atanifanyia. Hawezi akosi yule. Akosi kwa nini? Kwani nakosa tena sana. But because sikuumbwa hivyo, nina roho ya huruma, they take advantage. And it is a very painful lesson, my people. Let me tell you, you've got to learn. I'm learning how to disappoint them. I'm learning how to say no. I'm not doing it anymore. Nimechoka, because I've realized, you know what, nobody cares when it's my turn. Nobody cares what I'm going through. Nobody cares how much I've lost. Nobody has any idea my sacrifices, the sacrifices I've had to make in life, tough ones. Yani wewe, badala wewe utumie hiki kitu kikakusaidie, unakigawa, kinatoka. Yani unakuwa kama you're leaking. Yes, that's another term ambayo therapist alitumia na mimi. Akaniambia you're like a pot that's leaking. You're leaking all over. Because why? Wakija shika. Wewe, you yourself, when will you ever take care of yourself or look after yourself? When? So these are tough lessons. I don't know kama tumeelewana, but that's where I am. And I've said, let me just share a bit of this.
na kama inakuguse ikuguse, but just know time is up. It's time for you to start loving yourself, putting yourself first, because even the Bible says that love yourself, love your neighbor as you love yourself. Love them as you love yourself. Huwezi kupenda mtu mwingine kama hujipendi. Jiweke kwanza. Na learn kitu kigumu sana kinaitwa self love. Size at my age I'm learning that. Putting myself first. Sio kwa dharau, but it means a lot that I need to, change things around. And I hope it has helped you just as it is helping me, okay? Don't forget to check out Dr. Caroline Leaf's page. She's very active on Instagram, okay? Bye for now, guys. Thank you so much for listening to me. Ciao.